Here's another good week that we are beginning with God and the Word of God. As usual, on Tuesdays it is a day that we talk God's Word, that we pray together before even you go sleep. So I welcome you, my viewer, that you may walk the journey with us of the Word of God. And by the grace of God, I want to wish you well and allow me to bring the Word of God unto you. I know very much you have been my supporter, a very faithful supporter. You have been my partner. We have prayed together. We have ministered together. Today or tonight, I am so much privileged to come to you as a pastor, a teacher of the Word, a love of the gospel, and I believe we shall be blessed together. Today I'm going to talk of a topic of the Word of God today is that always end with God. If you are writing somewhere, write that always you end with God. That book of Luke, chapter number 8, from verse 43 to 48, the Bible says, among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. She had spent all she had on doctors, but no one had been able to cure her. She came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak, and her bleeding stopped at once. Jesus asked, "Who touched me?" Always end with God. This was a very shameful situation of this lady. The Bible says this lady had an issue for 12 good years. She suffered an issue of bleeding. It took her 12 years in that kind of situation. I believe so many people ran away from her. They never wanted to associate with her because of that kind of shame. This lady, in these 12 years, the Bible says she used all what she had. Even she went further to witch doctors, to people, to friends. She cried to family people, but she never got assistance from any. But one time when she heard that Jesus was passing by, she ran to Jesus. And when she reached there, she forced herself and touched the cloak of Jesus Christ. The Bible says immediately the blood stopped. So many people discouraged this woman. So many people shouted to this woman. But because she had faith that today I must get healed, no matter the opposition, no matter the crowd, how big the crowd was, she told herself that I must get healed. There are situations, my brother, my sister, whereby you do not need people to direct you. You might go some situations and then you make decisions alone. Sometimes you do not need to rely on people or seek decision from people. You might be forced by a situation whereby you need to make a decision, whether good or bad. And after you make that decision, you stick to it. It works a lot. So this woman ran there to Jesus. At the end of the day, after she wasted all what she had, after all the wealth she had, when she reached to a point of, now I have nothing to spend, she ran to Jesus. So point number one, my viewer, wherever you are,
Don't shy what you go through. Yes, it may be a very shameful situation. You may go through a tough situation in your walk of life, but don't shy. It can be so much shameful, but don't shy. I don't think in the whole Bible whether there is a very shameful situation like this woman went through. The people she ran to, they never helped her. The people she cried to, they never even listened to her. The people she gave his property so that she can be well, they never helped her. They took what belonged to her, but they left that woman. What am I saying? Never shy to your situation. The only good person, the best friend of all friends, the best person to go lean on at this moment of time, that friend is Jesus Christ. When she ran there, the shame came to stop. When she ran there, the issue of blood came to stop. So there are some situations in your life whereby where you can run to only is to Jesus Christ. There are some places whereby you have friends. There are some places whereby there are places where people can tell you go run there, but you will not see solution. Lakini wakati alikimbia kwa Yesu, alipata kabisa kile alikuwa anataka. Usiogope katika ile hali ulio ndani, kile unapitia usiogope. Kimbilia Yesu Kristo ambaye ni msaada wako. Kimbilia Yesu Kristo, atakutoa kwa hiyo hali. Kimbilia Yesu Kristo, atakuokoa kutokana na hizo shida ambazo unazipitia. Mimi naongelesha mtu ambaye amefika mwisho. Naongelesha mtu ambaye amepata shida na amejaribu kabisa mahali ambapo anaweza saidika, lakini imeshindikana. Kimbilia Yesu Kristo. Point number 2, use all means to encounter with Jesus. Tafuta njia zote zile ambazo utakuwa karibu na Yesu Kristo. Find all your means, all your ways. Surrender unto Jesus. Mukimbilie, jivunie yeye, mupende Yesu, na unapokimbia kwake atakukaribisha. Atakwambia, mwanangu njoo, umefika, na kutoka pale ataweza kukusaidia. Kwa hivyo sometimes hautaki watu wa kuonyeshe hiyo njia kutembelea. Sometimes ni Yesu peke yake ambaye utakimbia kwake, na unapotafuta hiyo njia, make sure that you are seeking a way to Jesus Christ. Don't seek a way to people. Seek a way. Tafuta njia ya kwa Yesu. Tafuta njia ya kukimbia kwa Yesu. Sio njia ya kukimbia kwa watu. Watu watakuacha, watu wataenda mbali na wewe. Lakini unapokimbia kwa Yesu hatakuachilia. Kuna watu wengi sana wanapitia hali ya huzuni kama hii. Kuna watu wengi sana wanapitia hali ya aibu kama hii. Na waliokimbia kwa watu hawakusaidika. Lakini walipokimbia kwa Yesu waliweza kusaidika. Mungu akusaidie sana wakati ambapo unaweka hatua ya kukimbia kwa Yesu Kristo. Nimeona watu wengi sana wanapoteza maisha yao wakiwa wanafanya mambo ambayo ni ya kunufaisha nafsi zao, wanafanya mambo ambayo ni ya kufurahisha njia zao, lakini wanakimbia kwa Yesu when it is too late. But now I'm talking to you this early, that try your means, try your ways, how now you can encounter with Jesus. Vile unaweza fika kwa Yesu Kristo na hiyo hali unaipitia, na unapofika pale at the right time, naye Mungu anachukua hali yako na anaweza kuishughulikia kwa njia ambayo ni ya ajabu. Point number 3, ignore voices of people in such times. Kuna wakati wengi sana watu wanainua masauti. Jifunze kutosikia masauti na ujifunze kusikia sauti. I repeat again, avoid all the voices which are speaking unto you, and teach yourself to listen to the only voice. This voice comes from the Lord. Sauti inayotokana na Yesu Kristo. Jifunze tu kuisikiliza peke yake. Ni kwa maana kuna masauti itakuambia hautaweza. Kuna watu hawajawahi move a step in their lives, kwa maana kuna masauti iliongea na ikawaambia hawataweza, na walipoambiwa hawataweza, basi
walivunjika moyo na wakakaa hapo in the same position, the same situation. So tonight I have come to encourage you. Don't listen to voices. Listen to one voice. This voice is Jesus Christ. Wakati anasema utainuliwa, bila shaka utainuliwa. Watu wanaweza weka bidii wa kuinue, lakini baadaye watakusema, baadaye watakuangusha. Waliokushikilia watatafuta njia zote zile ambazo watakuachilia. Utaanguka na utaanza kujihuzunikia. Ni vizuri ujue kana kwamba unapokatana na sauti zile ambazo ni masauti zinakuja kando, kushoto, kulia, ni masauti za kukufanya urudi nyuma, unapowachana nazo, naye utakuwa na wakati mzuri wa kusikia sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana inasema nini jioni ya leo? Sauti ya Bwana inasema no more cry. Sauti ya Bwana inasema don't worry my son. Sauti ya Bwana inasema I am here closer with you. Sauti ya Bwana inasema you never die, you live. Psalms 118:17, you never die, you live. Na utangaze wema wa Bwana. Sikia hizo sauti. Sauti ya Bwana itakuencourage wakati uko chini. Inasema hivi sauti ya Bwana, kilio kinakuja usiku, lakini asubuhi utafurahia. Hiyo ndio sauti ya Bwana. Sauti ya watu itakuambia you'll never make it, lakini sauti ya Bwana itasema you'll make it. Muradi tu kuwe kwake, muradi umtegemee. Wanaomtegemea Yesu ni kama mlima Zayoni. Mlima ule hautatingizika hata wakati wa matatizo, hata wakati wa shida, ule mlima hautatingizika. Lakini sauti hiyo ambao ni ya Yesu inataka watu ambao wako strategically positioned na wanamngojea Yesu Kristo. Kwa hivyo nakuomba msikilizaji, usiku wa leo uacha kusikia masauti ya watu, lakini tusikia sauti ambao ni ya Yesu Kristo. Na nimekuambia sauti ya Yesu inaongea mambo mazuri, inakuongelesha kuendelea. Sauti ya Yesu inakuongelesha kufanikiwa. Sauti ya Yesu inakuongelesha kwenda mbali. Nasema sauti ya Yesu itakuongelesha vile utashinda. Wale watu ambao ushindwa na maisha na wanafika mahali wanasema nimeshindwa kabisa, nimefika mwisho, ni wale watu wanasikia masauti za watu. Masauti za watu zinakuja zikiwa tamu, na watakuongelesha hata watu wa nyumbani, watakuongelesha watu marafiki. Lakini ukisikia zile masauti zao utapoteza mwelekeo. I came to encourage you tonight that from today listen the voice only of Jesus Christ. Na unaposikia hii sauti ya Yesu ikikuongelesha, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Even run to him, bow unto him, confess before him. Mwambie Bwana Yesu nisamehe. Mwambie Bwana Yesu nimekuja kwako. Yesu nishike mkono. Yesu nifungulie njia. Bwana Yesu niongeze hata masiku. Niongeze furaha katika jina la Yesu Kristo. That is the voice of Jesus Christ. Kwa hivyo jioni njema ya leo nimekuja nikuambia kwa njia kunyenyekea sana, wacha kusikia masauti, lakini sikia sauti. Na hii sauti ni sauti ya Yesu Kristo. Nimekuwa mshuhuda wa kusikiliza sauti ya Yesu, na kuna watu wengi sana wametestify walipoacha kusikia masauti ya Yesu ya watu, na wakaanza kusikia sauti ya Yesu. Yesu aliwatembelea kwa ndoto, aliwatembelea kwa maisha yao, na mambo ikabadilika, na Mungu akaonekana juu ya njia zao. Na baadaye tunapoongea wako na ushuhuda mkubwa ya vile Bwana Yesu amewatendea. Saa hii tunaongea wako na ushuhuda mkubwa ya mambo Mungu amewatendea katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Point number 4. People will always forget you in your trying moments. Ama watu watakusahau katika kipindi chako cha majaribio. Tunaposoma kitabu cha Genesis chapter number 40. Genesis chapter number 40 from verse 13. The Bible says, in 3 days king will release you.
in 3 days the king will release you, pardon you, and restore you to your position. You will give him his cup as you did before, when you were his wound steward. But please, 14, the Bible says, but please remember me when everything is going well for you, and please be kind enough to mention me to the king and help me to get out of this prison. Verse 15, after all, I was kidnapped from the land of the Hebrews, and even here in Egypt, I didn't do anything to deserve being put in prison. That is Joseph. Historia ya Yusufu naijua vizuri. Yusufu alishikwa na akafungwa jela. Na Yusufu alipofungwa, alifungwa pamoja na jamaa mmoja alikuwa anafanya kazi kwa mfalme. Lakini wakati ukafika, yule jamaa akaweza kuachiliwa. Na alipoachiliwa, yule jamaa alipoachiliwa, Yusufu alibaki ndani ya gereza. Lakini akaomba ombi moja, na akamwambia yule rafiki yake, unajua hapa nilipo ni gerezani, na unajua nimekuwa hapa na wewe, na mambo haijakuwa mzuri. Kwa hivyo jambo moja na kuomba ni, unapofika mbele ya mfalme, kwa maana wewe umeachiliwa, naomba usinisahau. Enda ukataje tu jina langu mbele ya mfalme, na kupitia kutaja jina langu, mfalme atanihurumia, na kuna uwezekano nitaachiliwa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Yusufu akiwa pale prison. Lakini maandiko inasema vizuri, wakati huyu jamaa alienda kwa mfalme, alisahau Yusufu. That is the nature of people. When you are in your trying moments of life, so many people will forget you. No one who will want to be associated with you. So long as you are in trouble, my brother, my sister, you'll be there alone. The people who celebrated you when you was like helping them, they will be the first people who will laugh at you when you are in trying moments. And that is the nature of this world. That is the nature of people. But now the Bible tells me, wakati huu wote huyu jamaa alimsahau Yusufu. Joseph never gave up. Aliendelea kutumikia kifungo chake. Hakukuwa na makasiriko, hakufika mahali aongee vibaya. Aliendelea kutumikia kifungo chake. So nimekuja nikueleze ama niandae moyo wako, nikuambia kana kwamba wakati ambapo unapitia mambo kama haya, kuna uwezekano mwingi sana watu wengi hawatataka kuitanishwa na wewe. Just listen to me. Watu wengi hawatatamani kutembea na wewe wakati unapitia magumu ya maisha. Kwa maana kuna kipindi ambacho ni cha maisha mwanadamu kimetengwa, ni cha kupitia mambo kama haya. So put this in your mind, that in your trying moments of life, kuna uwezekano you shall walk alone. The possibility, it is high possibility, and I put this in your mind, that no one who wants to be associated with somebody who is going through tough times. Na kama iwapo kuna umoja atajitolea na kusema, that is my friend, sitamwachilia wakati kama huu, keep that friend in your life. Never forsake him or her. Tembea na yeye mpaka mwisho. Ukiwa na rafiki wa kusimama na wewe wakati wa kupitia mambo kama haya, huyo rafiki sio wa kutupwa. Lakini most of the times, wengine watakusema, wengine watakupiga na maneno,
Wengine watasema vile ambavyo wao hawakujui. Wengine watarusha maneno ambayo ni ya kukujeli, ya kuumiza moyo wako. But understand, even during that time, Jesus is with you. Mungu ako pamoja na wewe. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Ni afadhali ukuwe na Mungu kuliko ukuwe na watu wengi ambayo watakuacha wakati wa shida. Na ndio Mungu, kwa sababu maybe hujaingia katika maisha haya. Maybe wewe ni mpya sana katika mambo haya. Maybe kuna vile ambavyo unaona watu ni wazuri sana na unasema hawezi kukuacha. Bear me witness. People will leave you one time. And they will leave you at your time of need. When like you need them. When like you feel now you need their warmth. That is the time now you'll never see anyone closer to you. I just came tonight to remind you that people will always forget you in your trying moments of life. So be prepared in your mind. Unapoingia kwa mambo kama haya, watu wengi watakuwa mbali na wewe. Lakini wakati huo, Joseph remained, he stood tall, na akasema, niko hapa. Hakuna shida, hakuna hatia nilipatikana nayo, ni kusingiziwa, na mungoja Mungu wangu. Biblia inaniambia kana kwamba siku moja mfalme alitumana Yusufu, na akasema, hii ndoto nimeota, nimeambiwa hakuna mtu mwingine awezaye kuitafsiri isipokuwa Yusufu. Naomba nikuambie nini jioni ya jema ya leo. God works in very mysterious ways. Ile njia unangojea Mungu akuje nayo, maybe sio hiyo. Naye Mungu amepanga kuja na njia nyingine ambayo ni tofauti. Nini unafaa kufanya? Unafaa uremain kuwa humble na umungojee katika hiyo hali. Na kwa kweli hata kusahau, atatumana, utaondolewa mahali pale, ikiwezekana utapandishwa hata cheo, na utakuwa recognized so much. And that is the kind of person I'm talking to. Usiweke 100% matumaini yako kwa watu. Weka 100% matumaini yako kwa Mungu. Na ukishafanya hivyo, maandiko yanasema Mungu ni Mungu wa wivu. Atakukumbuka kwa wakati wake, na atafanya mambo haya kwa wakati wake, na utaweza kutolewa katika shida ambayo unaweza kuwa ndani, na Mungu atakusaidia sana katika jina la Yesu Kristo. Point number 5. Always wait upon God to rescue you. Wakati ambapo unapitia changamoto za maisha haya, ngojea Mungu akuje akutoe katika hizo changamoto. Ni kwa sababu maybe Mungu amepurpose upitie mambo kama haya ndio atengeneze imani yako. Mungu amepurpose upitie mambo kama haya ndio akufanye ukue strong. Mungu amepurpose upitie mambo kama haya ndio uweze kupita jambo lingine kubwa zaidi ya ile ambayo unalipitia. Kwa hivyo wakati Mungu anaalau upitie mambo kama haya, kuna jambo ambalo analiandaa katika moyo wako. Anataka ongezee neema kwako. Anataka akuinue kuwe mtu mwingine ambaye ni hadiko. Anaweza akavumilia na kushinda. You never know. And that is why I'm telling you that wait upon the Lord during these times. Kitabu ambacho ni cha Wafalme wa Pili, kifungu ni cha 4. I will read by the grace of God. Second Kings chapter number 4. From verse 1, the Bible says, the widow of a member of a group of prophets went to Elisha and said, Sir, my husband has died, as you know.
He was a God-fearing man. But now, a man he owed money to has come to take away my 2 sons as slaves in payment for my husband's debts. 2. What shall I do for you? He asked. Tell me, what have you got at home? Nothing at all, except a jar of olive oil, she answered. 3. Go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can, Elisha told her. Then you and your sons go into the house, close the door, and start pouring oil into the jars. Set each one aside as soon as it is full. Hiyo ni neno unaijua, cheza na mikono mbili. Hiyo ni neno unaijua na unaifahamu vizuri. Na hii neno linakuja wakati kama huu, ni neno la kukubariki wewe. Biblia inaongea kuhusu mama aliyekuwa ni widow. Mzee wake alimwacha, na alipomwacha akamwacha na deni. Na alipomwacha na deni, yule mama akakuwa na wasiwasi. Na siku moja aliyekuwa na mdai akakuja ili aende na watoto wake ajilipize ile deni. Ni kwa sababu alijua kabisa kana kwamba vile mzee ameenda, huyu mama hana uwezo wa kulipa deni yake. But funny enough, Mungu alikuwa pamoja na yule mama. Na Mungu hakuruhusu kabisa, hakuruhusu Mungu aibu iingie katika familia ya yule mama. Ni kwa sababu gani? Yule mama alikuwa ni mcha Mungu sana. Yule mama alikuwa ni mtu wa Mungu. Na bwana yake alikuwa pia ni mcha Mungu. Na wakati huo huo aliweza kusimama. Na aliposimama hakuweza kutingizwa na jambo hilo la kuwa na deni. Unapokuwa katika hali kama hii ile, I want to offer you a solution. Always seek God to give a solution. Yule mama hakuangalia mtu ampatie suluhisho. Hakuangalia majirani, marafiki. Kwa maana kitu cha kwanza walikuwa namchekelea. Mzee ameenda na mama hako na dini. Lakini yule mama aliangalia Mungu ampatie suluhisho. Nimekuja nikuambie jioni njema ya leo, aliye na suluhisho kwa moyo wako, kwa maisha yako, kwa hali unaweza ipitia, aliye na suluhisho na kuambia siku njema ya leo. Sio gavana wa kwenyu, hata sio serikali yetu. Aliye na suluhisho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. So seek the Lord, not only at your times of need, but always, and he will offer a solution to whatever you are going through. Naongelesha mtu aliye na deni kubwa kama ya huyu mama. Naongelesha na mtu amepoteza mtu kama huyu mama alipoteza mzee. Naongelesha mtu ambaye ameitwa kwa chief. Naongelesha mtu ambaye wako na shida ya mpaka ya shamba. Nikuambie, hata kama kweli mtaenda kwa kesi, but let you depend on God. God who can offer a solution unto you in the name of the Lord. Number 2, have a spiritual authority and always consult them. Mtu wa Mungu aliitwa Elisha. Wakati huu wote mama alimkaribisha kwa hii nyumba. Na alipoenda na kaingia mahali pale, aliweza kumwapatia mwelekeo. Only a spiritual authority can give you direction, and the best direction. Akamwambia vile atafanya, aende akakope mitungi, na ile mitungi akuje, and then God did a miracle. There was multiplication there. So it is good to have authority. Yani mtu anaweza ongea maneno makubwa mbele yako. Mtu anaweza simama katikati yako na mambo unayopitia. Mtu anaweza ongea maneno ambayo ni kukusaidia wewe. Lazima ukuwe na mtu kama huyu kwa maisha yako. Because you will stand in a gap. Atasimama kwa nafasi, atakutetea kwa hiyo nafasi. Mkono wa Bwana utaonekana kwa hiyo nafasi, katika jina la Yesu Kristo. Another point, when you are blessed, always go back to them
for more guidance. Kuna watu ambao waliponywa, na walipoponywa walikuwa watu ambao ni watu 10 katika kitabu ambacho ni cha Luka. Maandiko inasema walipoponywa na wakaenda, ni mmoja tu alirudi kuambia Bwana Yesu ni asante. Na Mungu akauliza swali moja, very simple question. You were 10. I healed 10 people. Why have you come alone? Just a simple question. Why have you come alone? Yes, nimekuponya, lakini mbona umekuja peke yako? Jifunze siku zote za kurudi na kuambia Mwenyezi Mungu ni asante. Ulikuwa hauna kazi, you had no job, you got job through prayers. I want to tell you something. Whatever is received through prayers, whatever is gotten through prayers, it is always sustained by prayers. Chochote ambacho umekipata kupitia hiyo njia ya kupiga magoti, lazima ukisimamishe pia kwa maombi. There is nothing that you receive through prayers. Whatever you receive through prayers, umeombewa ukapona ugonjwa, umeombewa ulikuwa na lost memory karudi, umeombewa ulikuwa na shida kwa familia, ulikuwa hauna kazi ukaombewa, kumbuka kurudi pale na kusema ni asante. Yesu akamwambia, now because you have turned to me, umenirudia, mimi mwenyewe nimekuponya completely. Kuna jambo unaweza enda kwa Mungu akusaidie nalo, na kwa sababu ya kurudi tena kwa Mungu akuambie hata wacha hilo nilikusaidia nalo, kuna mambo mengine haukuwa unajua, lakini kupitia kurudi kwako nimeweza kukuponya completely katika jina la Kristo. Another point, your faithfulness will be rewarded. Teach yourself on how to be faithful. Faithful to people, faithful to your family, faithful to God. There are so many people who are not faithful to their children. They can do things which will be painful to their children because they are fathers, they are mothers. But remember something, when you remain faithful before the Lord will remain faithful before you. Hakuna wakati ambapo utakuwa mwaminifu na Mungu akuachilie. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, naye Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Nimeona watu wengi sana wamefika mahali kwa maisha yao na wanahesabu mambo, wanasema niko na hii na hii na ile. Ni kwa sababu ya kudumisha uaminifu. Hata uaminifu kwa your family. When you are a man and you are very faithful to your family, there is a reward that the Lord will reward you as a man. Mungu atakuongeza miaka mingi ukiwa mwaminifu kwa familia yako. Mungu atakuongeza mapato, utakuwa na promotion tu. Mungu atakuwa mwaminifu pia kwako. Hautaweza kukutana na watu ambao sio waaminifu. Wale watu utakutana na wao wote watakuwa waaminifu. Why? Because you have maintained your faithfulness before the Lord. So the Lord will make sure that He will now make people be faithful unto you. Katika jina la Yesu Kristo. Ninapomalizia ninasema haya mambo matatu. Jambo la kwanza, love God with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your body, and with all your everything. Among the things that you love most, let God be number one. Penda Mungu sana kabisa na moyo wako wote na chochote ulicho nacho, nayo neema ya Bwana itakuwa pamoja na wewe. Number 2, love the work of God. Ama penda kazi ya Mungu. Ninajua kuna kazi ambayo umeandikwa na unaifanya with a lot of passion. Ni sawa, hiyo iko sawa sawa. But love the work of God and work it with passion. Usifanye kazi ya Mungu na akili ambazo ziko divided na mikono ambayo imelegea. Fanya kazi ya Mungu kabisa na uipende, na unapoifanya na kuipenda, naye Mungu hata kuachilia siku hata moja. Number 3, love your family. If you are a family person, love your family so much and never ever go against your family. Stand with your family. Work for your family sometimes.
Make sure that your family is comfortable. Lord loves people who love their families. Na maandiko nikukumbushe vile inasema, maandiko inasema hivi: na asiyetunza wa kwake ni mubaya kuliko asiyeamini. Asiyetunza wa kwake ni mubaya kuliko asiyeamini. Kwa hivyo kama wewe huwezi ukatunza familia, huwezi ukakaa karibu na familia yako na kuonyesha direction as the head of the family, maandiko inasema wewe ni mbaya zaidi kuliko yule mtu asiyeamini Mungu, neno la Bwana. Meaning there shall be no blessings in your lives. Hautawahi pata baraka kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Yaani utakuwa ni mtu ambaye utashika vitu vitakukataa. Utaenda mahali hautaona baraka za Mungu. Ni vizuri ukuwe mwanaume kwa wanaume wale wengine. But when it comes now to Jesus, when it comes to your family, you must understand that you must love, protect, cover your family as a man in the name of the Lord. Jambo lingine nataka nikuambie ni hili: mind your business when you are working for the Lord. Why? Kuna watu watakushusha na watakwambia huyo Mungu wako mbona hakusaidii. Kuna watu watakwambia maneno ya kukuvunja moyo. But mind your business, your own business. Wewe mwenyewe shughulika na kile unafanya. Maandiko inasema watu walimwambia Petero, hata kutembea kwako kunaonekana kabisa kabisa wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo. Lakini Petero alikana Yesu Kristo. Alimkana, meaning that yes, alikuwa anampenda Yesu Kristo, lakini kuna wakati ilikuwa inafika anasahau na kwamba this is God. I serve a big God. I serve a mighty holy God. Kuna vitu hakuelewa vya aina hii. But I'm telling you that you mind your business and know the kind of God you are serving. Know the kind of God you live for. Na ujue kabisa kabisa Mungu ako na uwezo mkubwa sana wa kubadilisha hali, wa kulete mafanikio. Mungu ako na uwezo hata wa kufanya vile anataka, kwa maana ni Mungu, hawezi ukamdictate in any way. He does whatever he feels he wants to do, and then from that or through that unapata kuwa umebarikiwa. Msikilizaji wangu, ninapomalizia nataka nikuambie Mungu anakupenda. Mungu ako pamoja na wewe. Usimuachilie, mshikilie. The things of this world, it is vanity without Jesus. The things of this world will end, but the word of God will stand forever. Tutakaa na neno siku zote, lakini mambo ya dunia hii ama vitu vya dunia hii siku moja zitaisha. Mungu awabariki na muone mema ya Bwana. Nataka nikuambie leo ni siku ambayo ni ya ibada, na Thursday tutakuwa na kipindi ambacho nakiita muziki wa Yesu. Tutakuwa tunaabudu pamoja na tunasifu pamoja. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa kusimama nami mpaka wakati kama huu. Mungu akubariki sana, na nikikualika tena tupatane siku ambayo ni ya Thursday, the same hour, the same time, the same venue, kwa kipindi hicho kingine ambacho ni cha kumsifu Yesu na kumwabudu Yesu. Mungu awabariki na mkuwe na wakati mwema. Amen.